Bishara nyingine ayuha alikhwa alkiram, katika bisharat za muttaqina hapa duniani ni bishara biqabuli alamal, bishara ya kukubaliwa kwa amal. Hii ni bishara muhimu sana katika maisha ya Muislam, ni bishara adhimu katika maisha na bishara muhimu sana. Sisi kama waumini tunatakiwa tutekeleze amali ambazo Allah azza wa jalla ametufaradhisha tutekeleze, na amali ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutaka tutekeleze katika amali za faradhi, katika amali za sunna na nyinginezo. Hizi amali ambazo tunazitekeleza za faradhi na za sunna mustahabbat, tunazitekeleza, malengo yetu na matamanio yetu ni kwamba amali hizi zikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pana kizingiti pahali. Kizingiti hiki kipo ndani ya Qur'ani. Ni muhimu sana sana Muislamu saa zote azingatie kizingiti hiki. Kizingiti hiki kinakaa baina yako wewe na amali unaoifanya, ili amali ile kumfikia Allah subhanahu wa ta'ala aipokee. Na kizingiti chenyewe ni ile aya Allah azza wa jalla aliyoitaja katika suratul Maida akisema, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika Allah azza wa jalla hutakabali kutoka kwa wacha Mungu. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameifungua kwa lafdhi au kwa tamko la innama. Na innama, tamko hili kwa wasomi hasatan katika fani ya usulul fiqh ina maana maalum, na maana yake ni hasru. Na maana ya hasru ni kwamba amali haikubaliwi kwa watu wengine wowote au kutoka kwa wengine wowote isipokuwa wacha Mungu peke yao. Ndio maana ya kuingia innama, kama vile Mtume alivyosema innamal a'malu binniyat, hakika amali zinasihi kupitia kwa nia ile iliyowekwa. Hakika amali inatolewa hukumu ya kukubaliwa na kutokubaliwa, ya kupita na kutopita kutokana na nia anayoitia Muislamu, hiyo innama. Sasa hii innama ipo hapa katika hii aya, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika Allah azza wa jalla hutakabali kutoka kwa wale walio na takwa na uchamungu peke yao. Yani hasara Allahu azza wa jalla qabula al-amal fi al-muttaqin, kwa maana ya kwamba ikiwa hujafika daraja ya uchamungu, kukubaliwa kwa amali yako itakuwa ni matatizo. Aya hii kabla yake kuna tukio ambalo limetokea, Allah azza wa jalla amelisimulia ndani ya Qur'an, tukio la watoto wawili wa Nabiyullah Adam alayhi salam. Wanazuoni wa tarikh wengi wakawapa watoto hawa majina ya Qabil na Habil kama inavyojulikana katika tarikh. Sasa hawa watoto wawili wakaambiwa watoe sadaka. Kuna ikhtilafu ya wanazuoni kubwa na aqwali nyingi za kuhusu sababu ya kutoa sadaka ni nini. Zipo katika vitabu vya tafsiri. Waliosema ni kwa sababu ya mtoto wa kike waliotaka kumoa, na zamani ilikuwa wakati wa Nabiyullah Adam alayhi salam, kwa kuwa baba ni mmoja na mama ni mmoja, kuoana kwao wale watoto ilikuwa kwa nidhamu maalum. Na nidhamu yenyewe ni kwamba Nabiyullah Adam alayhi salam, Allah alikuwa amemjalia kila kizazi kinapozaliwa anatoka mume na mke, kizazi kinachokuja mume na mke, hivyo ndivyo wanavyozaliwa watoto. Sasa kuoana kwao ni kwamba mume wa tumbo hili anaruhusiwa kumoa mke wa tumbo lingine, lakini mume wa tumbo lile haruhusiwi kumoa mke wa tumbo lile alizaliwa nayo, maana huyo ni ndugu yake kwa kuzaliwa. Katika wakati zama za Adam alayhi salam. Sasa mbele yake katokea kwamba kuna mtoto wa kike ambaye alitakiwa kuolewa na Habil ambaye ni tumbo lingine, lakini Qabil akawa ni yamtaka. Hii ni kauli ambayo wametaja baadhi ahli alilm. Ndio akaambiwa mtoe sadaka. Sasa atakayekubaliwa sadaka yake ndiye atakayemoa, pamoja na kauli zingine zipo katika kutubu tafsiri. Alhasil,
La muhimu zaidi ni katika kabuli sadaqa. Allah azza wa jalla akakubali sadaqa ya mmoja wao, nyingine akaikataa. Yule aliyekataliwa sadaqa yake akaja kwa huyu ambaye sadaqa yake imekubaliwa, akamwambia nitakuua, la aqtulannaka, na huyo ni ndugu yake, la aqtulannaka, nitakuua. Ndugu yake akamjibu akamwambia inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin, na hii ni kaida Allah azza wa jalla ameikubali, hata kama imepitia kwa ulimi wa mtoto wa Adam alayhi salam, lakini ni maneno ya haki. Kama vile maneno ya Balqis alipozungumza maneno ya haki, Allah azza wa jalla akayakiri yale maneno, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adhilla wakadhalika yaf'alun. Aya ni maneno ya haki na ukweli yalisema na Balqis, na Allah azza wa jalla akayakiri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hutakabal kutoka kwa wacha Mungu. Kwa hivyo ukifika daraja ya tuqa, kila amali uifanyayo Allah subhanahu wa ta'ala anakupa bishara ya kabuli al-amal. Sala zinakubaliwa, qiraatul Qur'an inakubaliwa, sadaqat zinakubaliwa, na khairati nyingi tunazozifanya, na kila a'mal albirri, na kila taa ya kila aina, umra na haji na nyinginezo nyingi, kwa sababu una tunu ya taqwa ambayo Allah azza wa jalla amekujalia. Na zawadi hii, ingredient hiyo ikishakuwa katika amali, basi amali itakuwa imepata kabuli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah ikikosekana katika amali, amali inakuwa na matatizo makubwa. Amali inaweza kuwa ina khalal, amali inaweza kuwa ina makosa, amali inaweza kuwa ndani yake wal billah ina riya, inakujionyesha ndani yake. Mcha Mungu hana riya. Mcha Mungu hawezi kuswali kwa ajili ya kuonesha watu ati mimi naswali, ati mimi nafanya ibada fulani, au mimi natoa sadaqa, au mimi nafanya hivi, au mimi nasoma Qur'ani. La yaf'al hadha muttaqin. Lakini Muislamu hili linaweza kutokea kwake, Muislamu, na ndio miongoni mwa mambo makubwa aliyoya khofia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake. Katika mambo aliyoyaogopea Mtume wetu Muhammad sallallahu rabbi wasalamu alayhi juu ya umma wake, akhwafu ma akhafu ala ummati, miongoni mwao ni ria, kwa sababu ni jambo lililofichika la siri, jambo la ndani ambalo si rahisi Muislamu kulitambua, linaloweza kuharibu na kuvuruga amalu salih anayoifanya Muislamu yote, na kama si yote ikachukua sehemu kubwa ya thawabu, au ikaharibu sehemu kubwa ya ajri, ikabaki sehemu kidogo. Ndio maana taqwa Allah inaingia hapo kwamba ni mlinzi mkubwa wa ile amal, ili iweze iende ikakubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Mja akishakuwa na taqwa Allah subhanahu, yale mengine yote yanaanguka. Wanadamu wanaanguka kwenye macho ya yule mja, wanakuwa hawana maana mbele yake, kwa sababu yeye anamkusudia katika amali ile, aliyemkusudia ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakusudii kuridhisha wanadamu, hakusudii kuwafanyia wanadamu, hakusudii kutekeleza matakwa au wanaoyataka hawa za nafsi za wanadamu. Inma yaf'al dhalik linaili rahmati rabbih tabaraka wa ta'ala, na hilo halifikii isipokuwa yule aliye na takwa, kwa sababu aliye na takwa anasimama katika barabara ya imara ya usawa, wala yakhafu fillahi lawmata laim, wala haogopi lawama ya mwenye kulaumu, maadamu analolifanya lipo sawa katika dini ya Allah subhanahu jalla jalalu. Aliyemweka mbele ni Allah subhanahu jalla jalalu.